Guys, nafanya hii video saa 6 ya usiku. Na najua a lot of you mtanipiga mawe kuhusu kulingana na hii video. But mimi na talk my mind kwa sababu I feel for the kids Sky and Danny. Guys, hawa watoto wajahili kutoka kwa kifo ya mama yao. Hawajahili. And what is circulating on social media, watu ambao wanatoa hizo maneno on social media, I think they don't care about these kids. Kanyari leo ameongea paka nikakaa chini nikajiuliza, huyu ni baba ya watoto real ama? Yes, Kanyari ni baba ya watoto real. Ana right ya kuchukua watoto. But swali ni je, Kanyari alikuwa wapi hiyo wakati yote Betty aliolewa kwa Tash? Betty aka-introduce Tash kama baba ya watoto, step father ya watoto. Tash aka-create bond na hawa watoto. Yeye alikuwa wapi ku-create bond na hawa watoto? First, Betty wakiachana na Kanyari. You guys remember, Betty alikuwa anakaa tu na watoto peke yake. By the way, kuna mtu ambaye Betty alidate but sitaki kusema hapa on social media. I think you guys mliona on social media. But Kanyari hakuwa in life ya Betty kabisa na hawa watoto. Yes, maybe alikuwa anawasaidia kuwalipia school fees, but hakuwa ame-create bond mzuri na hawa watoto. Wakati Betty aliolewa kwa Tash aka-create bond na hawa watoto paka hawa watoto wana feel like huyu ndio baba yao. Yes, wanajua kuna baba mwingine, but wana feel safe kukaa na huyu baba yao. Hawa watoto vile unaona hawa watoto hawafichangi kitu. You guys know these kids from social media kuanzia kitambo. Hawa watoto Sky amekuwa akipaka makeup, akiweka kucha hata mama yake akiwa hai. But Kanyari amekuja kuona leo, sijui kwa hiyo video ya juzi. But mtoto alikuwa anaweka makeup, analay edges, anaweka kucha kama mama yake mzazi yako, but Kanyari hakuwa anaongea. Sio vibaya Kanyari kuongea kwa watoto ni wake. But this is social media. Hawa watoto hawajahili. I swear to God, hawa watoto hawajahili kwa kifo ya mama yao. Bado wana digest hiyo kifo ya mama yao saizi. Wanaangalia kwa hiyo kifo ya mama yao. Hawajakubali tu mama yao alikufa na wakahili kabisa. According to their speech, unaonanga saa zingine Sky akiongea anasema sijui I wish mom ni hivyo na hivyo. Na unajua Kenya watoto wanajua, hao wenyewe ndio wanajua. Hawa watoto wako on social media, wako na simu. Hawa watoto walisema marafiki wa mama yao hawajawahi warichi. Let me tell you something. Leave alone hawa watoto wa Kanyari. Let me tell you, the day your father or your mother will die, ndio utajua watu ambao walikuwa marafiki wa mama yako si marafiki zako. I remember my dad died in 2007. Watu wengi walikuwa wanapenda babangu, walikuwa wanakujanga kwetu kwa sababu ya baba yangu. Kwa sababu babangu alikuwa mtu wa watu wengi. Since baba yetu alikufa, watu walikoma kukuja, you understand? Marafiki wa baba yangu hawakuwa ikuja kwa boma yetu. Tuliteseka na mama yetu. Mamangu alikuwa anaenda operation, anakosa pesa ya operation, mguu juu inamuuma, anafunga mguu na cell tape. Ile cell tape Johanna pesa ya kuafford bandage. Na mguu alikuwa amefanyiwa operation inatoa usa. Anafunga mguu na cell tape. Na hakuna mtu alikuwa anamsaidia. Me, I understand these kids kwa sababu nishaikuwa kwa hiyo situation. We used to go to school sometimes. Mnarudi mnajiuliza sasa mnaenda nyumbani kufanya nini? Hamtaki kwenda lunch juu, hamtaki kwanza kwenda kuona kaburi ya baba yenu. Second thing, hamtaki kuenda tu kukupea mama yenu stress kwa sababu mama yangu ni mgonjwa, amepasuliwa mguu. Na hakuna mtu mwenye alisaidia mama yangu. Let me just say God ndiye alikuwa tu on our side every time. Mungu ndiye alisaidia mama yangu mguu ikapona. Hawa watoto wakisema hakuna mtu anakuja kuwatembelea. Hakuna mtu anakuja kuwatembelea. Kwani tuseme huyo Shiro hana namba ya Sky? Sky yako na simu, nani yako na simu? Hawaizi reach out. Tash atazuia hawa watu kuongea na hawa watoto. Na si wako na simu, si waongee naye kwa simu. Hawa watoto, huyu mtoto vile aliongea hakuna mtu anawa reach out. Ni ukweli hakuna mtu anawa reach out. And hawa watoto used kukaa na huyu baba wao stepfather kwa sababu amekuwa caring. If you go through, enda kwa page ya Betty Bayo, angalia the videos which Betty Bayo used to do with the kids with Tash. Those people
walikuwa wamecreate bond, na Kanyari has to accept hao watoto wanapenda huyo baba hata kama si baba yao, kwa sababu aliplay part kama baba kwa nini yao, kwa life yao. A lot of people wako na negative comment, ati sijui Tashi atadinyao, sijui nini vitu mingi. Kama wewe familia yako ama baba yako ama ndugu zako wako na tabia ya kudinyana na watu wa familia, sio kila mtu. Kuna watu ambao wamecreatiwa na roho mzuri. Imagine wewe for example umejiweke kwa kiatu ya Tashi, umeenda umeolewa pahali, umepata hapo watoto, baba yao akaaga, kama wewe ni mwanamke, mama wao akaaga, au watoto si utawachukulia kama watoto wako? Yes, Tashi akae tu chini arudishie Kanyari kwa watoto, lakini this is not the way to address this situation. Kanyari amefanya vibaya kukuja, instead ya kuhubiria watu neno la Mungu, anahubiria watu about watoto wake, ana expose watoto wake. Hata kuna vitu aliongea paka nikajiuliza, huyu mtu ako normal? Ati alisema nini iliua Betty? Yeye kwanza hako kwa life ya Betty akiwa hai. And kuna wakati Betty aliendanga interview akaongea what Kanyari alikuwa anampitishia na hao watoto. Guys, if you go to social media doesn't forget, kuna video ambayo Betty aliongea Kanyari alikuwa na, sitaki kuongea hiyo story, but Kanyari sasa anajifanya caring, anajifanya atakaa vizuri na watoto ni wake. Yesu akitaka kuwachukua wachukue, but this is not the way to go. First, hajali feelings za watoto wake. Secondly, anachibua vidonda ambavyo vinajaribu kujifunika, kidonda ambacho kinajaribu kuheal, kupona, anaongeza chumvi, anaongeza kuichibua ili endelee na machungu. This is not the way to go. I'm younger than Kanyari, but what I can tell Kanyari, kaa chini, ongea na watoto wako. Ukicreate bond mzuri na watoto watakubali kukaa na wewe. Hao watoto hawezi kataa kukaa na wewe kama wewe ni mtu mzuri kwao. Na let me tell you, watoto unajua ni same tu na ukioa bwana akioa bibi anakanga pale penye kuna amani. Watoto pia wanatakanga mtu anawapatia peace of mind, wanataka mtu mwenye anawalinda, anawapatia ile, anawakumbatia wakati wako na machungu. Ukiangalia according to those videos which the Kanyari wamekuwa kifanya na Tashi wamekuwa kifanya na Betty akiwa hai, Tashi alikuwa anavumua mpaka huyo mskai nywele, anamtengeneza nywele, anampaka mafuta kwa nywele, but Betty hakuwa iongea kwa sababu alikuwa anajua this is a man who is a father to my kids. Hata kama ni step father, ni mtu mwenye anapenda watoto wangu, anawajali sana. The same thing anafanya pia kwa Dani. This story yenye watu wanaleta social media, wanataka wanaweza fikiria wanaumiza huyo mwanaume, wanatusi huyo mwanaume na wana hati watoto wao. Hao watoto washapenda huyo baba hata kama ni step father. Obviously mtu akitusi huyo baba yao hawatasikia vizuri, kwa sababu waliona jinsi huyo baba alijaribu kuwalinda kwa familia yao. Alijaribu kuplay part ya baba, present baba, wakati baba yao alikuwa busy akishikana na wakina Kawera kwa kanisa, wakati baba yao alikuwa busy akiwashikana na wakina Kamodho kwa kanisa, wakati baba yao alikuwa busy kuzunguka huku na huku na wasichana wadogo. That man hakuwa anazunguka na wasichana wadogo, alikuwa anapatia watoto peace of mind. This is a naked truth. Nyinyi mkitaka mnipige mawe, but the truth is, mtu anakanga pale peace iko. Hata kama wewe ni mwanamke, upate bwana na kusumbua na kupigia makelele, na upate mtu mwingine mwenye amekaa na wewe na peace na watoto wako, utakaa penye peace iko na utulie na watoto wako. Usifikirie watoto watataka kuenda pale penye hawaoni kuna ile caring, hawata ile haraka, kwa sababu watapitia trauma, watapitia a lot of things because of this. Hao watoto wanapenda Kanyari na bado wanapenda huyu step father. Kanyari has to accept the truth that watoto wanawapenda wote. Thank you so much.